Uhuru Kenyatta is working with William Ruto. Na Matiang'i atakuja kupotezwa hapo katikati. It is on record. Matiang'i amekuwa akisema one time. Na mtazamaji, kulingana na habari ambayo inaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii, inasemekana kwamba former president Uhuru Kenyatta anafanya kazi na Rais William Samoei Arap Ruto. Mtazamaji wangu, hii ni habari ambayo inazungumza sana upande wa Mlima Kenya, na watu wa Mlima Kenya tayari wakiongozwa na Rigathi Gachagua wanasema kwamba wameshamsoma Uhuru Kenyatta kwamba anafanya kazi kwa ukaribu na president William Samoei Ruto ili kuweza kudivide kura za Mlima Kenya, kwa sababu wameona kwamba kama Rigathi Gachagua atasimama na kura za Mlima Kenya zote zikiwa zaidi ya milioni 4, basi itakuwa ni vigumu sana kwa William Samoei Ruto kuweza kushinda, kwa sababu atakuwa anakosa hizo kura zote za Mlima Kenya. Lakini kama Uhuru Kenyatta ataingilia katikati na atumie hizo kura zake na kina Matiang'i kuweza kuelekeza kwa William Samoei Ruto, basi huenda William Samoei Ruto akapata hata kama ni 20% ama 30% ya kura za Mlima Kenya. Na hiyo ndio jambo ambalo wanalifanya sasa hivi, mtazamaji wangu. Dr. Fred Matiang'i si kwamba yuko serious kabisa kusimama kama president, na Uhuru Kenyatta anamtumia Dr. Fred Matiang'i tu kuweza kuwasubahisha Wakenya, lakini the last minute watapeleka hawa watu wote kwa William Samoei Arap Ruto. Hiyo ni habari ambayo iko trending katika mitandao yote ya kijamii, na kuna hizi video ambazo zina confirm, mtazamaji wangu, kile ambacho anakizungumza. So nataka hata kabla tuendelee kuzungumza zaidi, kwanza ni kuchezea hizo video uone vile, mtazamaji wangu, hii story ambayo nakwambia ni ukweli kwamba former president Uhuru Kenyatta anafanya kazi kwa ukaribu na William Samoei Ruto. Na ukumbuke maneno ya Babu Owino ambayo alikuwa anasema kwamba it was a long con. Kidogo kabla sijakuchezea hiyo video, na kuomba kidogo tu kwanza utazame. Niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya kumsaidia Baby Faith. Baby Faith ni mtoto ambaye alizaliwa akiwa na shida ya roho, na madaktari wanasema kwamba yuko na shimo kwa roho na anatakiwa kufanyiwa upasuaji, mtazamaji wangu. Na kama unakumbuka vizuri ama kama unafuatilia hii channel, huyu si mtoto wa kwanza kuweza kumsaidia kwenye hii channel akiwa na shida ya roho. Juzi tu tulikuwa na mtoto mwingine, nadhani kwamba huu ni watatu sasa. Huyu ni mtoto wa tatu ambaye tumemsaidia akiwa na shida ya roho na kufanyiwa upasuaji na akapona kabisa. So, vile tu tunafanya tu Team Jitan Daily Politics tuweze kumsaidia Baby Faith kwa kuweza kufanya ile challenge yetu kama kawaida ya 100, 200, 300, 400 kulingana na uwezo wako, vile huwa tunafanya tu. Nadhani kwamba kama wewe ni mfuatiliaji wa hii channel, hii si jambo la kwanza kuweza kulifanya. Tumefanya mambo mengi, tumesaidia wamama ambao wako na shida ya kansa, tumesaidia watoto kwenda shule, tumesaidia mambo mengi. Na leo, mtazamaji wangu, tumefikia kwa Baby Faith tuweze kumsaidia ili aweze kupata matibabu, kwa sababu familia yake, ukiona nimekuja hapa kukuongelesha, jua kwamba familia haina uwezo kabisa ya kuweza kufanya hiyo kazi. So mtazamaji wangu, kama vile huwa tunafanya tu Team Jitan Daily Politics tuweze kusaidia Faith kutoka kaunti ya Makueni aweze kupata uponyaji. Na namba ya mzazi wake, in case unataka kuongea na mzazi wake, mama yake, kwa sababu hana baba, ni single mother, unaweza ukaongea. Namba iko hapo chini kwenye sehemu ya comment section, nimeipin hapo ili uweze kuzungumza na wazazi wake, in case unataka kuongelesha tu, ama wewe ni daktari unataka kupata maelezo zaidi kuhusiana na huyo mtoto. Na Mwenyezi Mungu hazidi kuwabariki tena zaidi, pamoja na kuwaongezea tena zaidi. Nashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Kabla sijaribu muda wako sana, tuingie moja kwa moja. Kwanza kabisa nataka nikuchezee hii video ambayo imetengenezwa na NTV. Kidogo tu isikize kama dakika 3, alafu tuendelee kuzungumza. Is retired President Uhuru Kenyatta secretly working with his successor, President William Ruto, despite their bitter fallout ahead of the 2022 presidential contest? Political analysts believe that the two may already be in cahoots, pointing to the revival of the former ruling Jubilee Party as a strategy to curb democracy for the Citizens Party leader, Rigathi Gachagua's growing influence in the vote-rich Mount Kenya region. NTV's David Mudhoka examines the return of former President Kenyatta to active politics, a comeback marked by a fiery attack on both government and opposition, sparking questions about his role in the 2027 race. His unexpected return to the political stage last Friday, retired President Uhuru Kenyatta fired a double-edged broadside that left both allies and opponents guessing about his true loyalties. Jubilee oye! Kenya oye! His first target was successor William Ruto.
Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. Uhuru then trained his fire on the opposition, particularly Democracy for the Citizens Party leader Rigathi Gachagua. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii. La, wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ambapo zimetoka. Harambee! In a quick rejoinder, Gachagua suggested that Uhuru's revival of his once mighty Jubilee Party was a strategic move to split the Mount Kenya vote ahead of the crucial 2027 polls. Si mnajua Kasoko anatengeneza tuhiru baro ingine kidogo. Muko na habari? Muko na habari? Unajua amejua tumemweza na tumekataa wiru baro ile ya yellow. Sasa iko kawiru baro anatengeneza ya blue. Anatengeneza ingine ya rangi ingine ya green ya nini. Mtakubali wiru baro? Your chama must be warned that kama mko kwa united opposition, msikuje kugawanisha stronghold. Tayari DCP imeshika mlima yote, imeshika yote. Sasa mnatumwa. It is this remark made in Uhuru's Kiambu backyard that has fueled suspicion over whether the former president, despite having Fred Matiang'i and Torome Saitoti fronting him in the united opposition, is quietly working with his former rival. According to political pundits, the Uhuruto axis is alive once again. Unless you don't live in this country, or you live in... So mtazamaji wangu, kwa politics hakuna kisichowezekana na hakuna uadui katika mambo ya politics, kwa sababu watu wengi wanaweza sema kwamba Uhuru Kenyatta na William Ruto hawawezi wakakubali kufanya kazi pamoja kwa sababu walitukanana sana, walikuwa wanaongeleshana vibaya. Lakini kwa politics hakuna permanent enemy katika mambo ya politics, lakini pia hakunanga uadui kwa politics, kwa sababu huyu William Ruto amefanya kazi na Uhuru Kenyatta kutoka 2013 hadi 2017. Walifanya kazi vizuri kabisa. 2018 ndio Raila Odinga alikuja akaingililia na akaanza kuwakoroka, lakini saa hii wanaweza wakafanya kazi pamoja kabisa. Na ni rahisi sana kwa Uhuru Kenyatta kufanya kazi na William Samoei Ruto kuliko Uhuru Kenyatta kukubali kufanya kazi na Rigathi Gachagua, kwa sababu jambo la kwanza, Rigathi Gachagua alitumika sana na William Ruto kumwataka Uhuru Kenyatta wakati waliingia kwa ofisi. Rigathi Gachagua alitumika sana kuweza kumwataka Uhuru Kenyatta, na huenda ikawa Uhuru Kenyatta hajawahi kumsamea Rigathi Gachagua. Lakini pia jambo la pili, huenda ikawa hii ni mambo ambayo walikubaliana hata kabla ya uchaguzi wa 2022, kwa sababu ilikuwa ni ya Ruto 10 ama ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. So huenda walikubaliana vile. Babu Owino alikuwa anatuambia kwamba hii ilikuwa long con, tulikuwa tunadanganywa, hata Raila Odinga alidanganywa pale kwamba atafungwa mkono, kumbe ni jambo ambalo lilikuwa wamekubaliana kwamba William Ruto ndiye atashinda. So huenda ikawa ilikuwa long con na walikubaliana tu kwamba wewe tumalize hii miaka 5 alafu tujaribu vile tutakukosana ili watu wakuhurumia, kwa sababu ukweli wa mambo, kama sio hii kukosana ya William Ruto na Uhuru Kenyatta, William Ruto angekuwa na follow in 2022, hata watu wangempenda, kwa sababu walikuwa wanamchukia sana William Ruto, wakikumbuka vile mambo ya makanisa kuchoma na mambo mengi, walikuwa wanamchukia sana William Ruto. Lakini vile Uhuru Kenyatta alianza kumtesa, kumnyanyasa, kumfanya hivi na hivi, watu wakaanza kumpenda na akapata hiyo sympathy vote na ikawa rais 2022 kuweza kushinda. So huenda ikawa hii ni plan ambayo walikuwa wamepanga, na sasa hivi ni wakati wa Uhuru Kenyatta kuweza kurudisha mkono na kumtafutia kura William Samoei Ruto 2027. Ni jambo ambalo linawezekana, mtazamaji wangu. Unaweza pata kwamba Raila Odinga ndio anachezwa sana pale, kwa sababu unaweza pata kwamba hawa watu wengine wote wamekuwa tu sawa na wamekubaliana vile watafanya kazi. Na ndio Babu Owino walikuwa wanatuambia kwamba it was a long con, kwa sababu yeye aliona kwamba hawa watu walikuwa wamekubaliana kwamba
William Ruto ndio atashinda tu, kwa sababu Babu Owino alisema kwamba hakuna vile Uhuru Kenyatta angetaka kumfanya Raila Odinga president angeshindwa, kwa sababu alikuwa na system, alikuwa na deep state na alikuwa na kila kitu, lakini akashindwa kumfanya Raila Odinga president. So Babu Owino akasema kwamba it was a long con. So huenda ikawa kweli ilikuwa long con, na sasa hivi Uhuru Kenyatta amerudi kuweza, mtazamaji wangu, kumsaidia William Ruto kutafuta kiti cha urais kwa awamu ya pili. Ngoja tuone vile mambo yatakavyokuwa. Huenda ikawa hii mambo ya Matiang'i hata ni project tu ambayo haiendi mahali, ni kuchanganya tu akili za Wakenya, alafu the last minute waweze kupeleka hawa watu wote kwa William Samoei Ruto. Lakini ngojeeni tuone vile mambo yatakavyokuwa. Cha msingi hakikisha umejiunga na familia ya Jitan Daily Politics ili usipitwe na habari tunaposiachia kwa ajili ya kuhusiana mbali, kwa sababu nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Hii ndio Jitan Media Kenya, pamoja na Jitan Daily Politics. Kwa hivyo usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.